nitajua cha kufanya. Winnie. Mungu wangu. Sijui nataka kufanya nini. Hapa sasa maji yamefika shingoni. Kama mkuu akijua ukweli, tutakuwa kitoweo chake. Hapana. Siwezi kuendelea kukaa hapa. La si hivyo, nitakuwa nakisubiri kifo changu mwenyewe. Sasa hizi pesa hizi zinatosha kabisa kwenda Dubai hizi. Yaani hapa break ya kwanza ya airport. Naingia Dubai. Nikifika kule tafuta mtoto mkali mweupe. Bichi kabisa. Anitoa ya mawazo. Manake hivi kwa nini mkuu asiniachie tu mimi nikaenjoy na maisha yangu? Lakini nipata wazo. Ngoja kwanza niende kwenye mti wa profesa bwana. Nikaongeze maokoto. Nikipata mengine kama haya, mbona nikiingia Dubai kule mimi ndodoni. Kwanza kiniona tu ninapoingia na hii pesa kwanza nisijiseki kwenye mfuko wa shati hapa. Au sijui nimchukue Martha. Ila nikimchukua Martha nitakosa mademu. Ya kula vitu vyeupe. Ya Kiarabu hivi vya Kihindi. Mia 17. Mwanaume wa kweli siku zote akimbie majukumu. Kwa nini unataka kutelekeza mwezio na kumwacha kwenye mataa? Profesa, sio kama nataka nikimbie. Ila namuogopa mkuu. Atanila kwa pilau. Kama wewe ulikuwa unakula nyama za wenzio kwa pilau, kwa nini unaogopa ya kwako kuliwa kwa pilau? Ilifika kipindi ulikuwa hauzuri ofisini kwenu mpaka siku ya nyama kwa pilau. Na ukinyuma ulikuwa unalia kabisa. Sasa Waswahili wanasema mla vya watu na vyake uliwa. Profesa, unajua mimi ni chawa wako. Naomba unisaidie kwa hili. Naogopa kuliwa kwa pilau. Na nikujuze tu kwa hili sio shamba la bibi. Unapojisikia kuja kuchuma, unakuja. Hakuna safari yoyote utakayoenda. Pia kuna zawadi nimekuandalia katika begi lako. Na hisi itakufaa. Profesa. Mama. Majani. Panjwani, hivi ni mara ngapi nikwambia kusikuja hapa nyumbani? Hivi, umesahau kwamba tuna msala kiasi gani? Najua. Lakini kwenye hili lazima tushirikiane. Na profesa amechukua pesa zangu zote. Yaani hapa nashindwa kuondoka hata nje ya mji. Kwa hiyo, ulitaka kuondoka, si ndio? Uniache na ujauzito wako. Martha, nyinyi ni watu wa dini. Waweza kupambana na mkuu. Lakini mimi sina mtetezi wowote. Sasa njia pekee ya kuokoa maisha yangu ni kuondoka nje ya mji. Wewe ni mbinafsi. Ulikuwa unasema nini? Nataka kujua uamuzi wako juu ya hiyo mimba. Je, utaambia ukweli wazazi wako kama mimi ndo nilokupa ujauzito? Nisikutaje kwa nini? Unajisaulisha wewe.
Umesahau kwamba wewe ni chanzo cha haya yote. Nakwambia hivi, huu msalaba ni wako na lazima utaubeba. Lakini Martha, hapa hakuna cha lakini. Nasubiri mfungo kwa lazima ukiisha, then niwaambie kila kitu familia yangu. Na vipi kuhusu mkuu? Sijui nini cha kufanya. Ni kumomba profesa anisaidie kwa kipindi hiki. Sio rahisi kama hivyo unavyofikiria. Martha. Yule sasa anataka kunifanya mimi niwe bucha la mkuu. Sijui nitaficha wapi sura yangu mimi ya 17. Usitamani viatu vyangu ukivaa utembei. Napiga goti na muomba Mungu umekosea nisamehe. Wenda haya malipo yangu Mungu Baba nisamehe. Dada, nifanye nini mimi? Umenilea kwa tabu mpaka nimekuwa hivi. Sasa leo unawezaje kukua? Nawezaje? Labda mimi sina napitia mabaya. Sina bahati mimi sina napitia. Najuta mimi. Najuta. Ni kwa nini nilijiunga kwenye hiki chama? Kipindi kile Mwene alivyogoma kumtoa Sandra, sikuweza kumuelewa. Lakini sasa ndo ninajua alipitia maumivu kiasi gani kwa Sandra. Usipofunzwa na wazazi, dunia itakufunza. Oh, nalia. Labda mimi sina napitia mabaya. Sina bahati mimi sina napitia mabaya. Sina hata kama nikiingia ndani, Winnie hawezi kuniambia nini kinamsumbua. Mdogo wangu nifanye nini? Au niseme nini ili uwe mkweli kwangu? Sisi ni ndugu, lakini tunaishi kama hatubaki. Hautaki kuniambia matatizo yako? Dada yako sasa nitajua kinachokusibu. bahati mimi sina napitia mabaya. Sina labda mimi sina napitia mabaya. Sina bahati mimi sina napitia mabaya. Sina napitia haya. Dada, usiondoke bila kula. Leo nimepika chakula kitamu hatari, tena kile kipendacho. Unajua nimekusikia toka jana usiku unalia. Lakini sikutaka kukuuliza. Kwa sababu nilijua usingeniambia chochote kile. Lakini sasa nakuona upo kwenye mudi nzuri. Dada, kila kitu kina mwisho wake. Hebu njoo ukae tule basi. Sawa. Dada, unakiona hichi chakula kizuri eh? Kizuri.
Basi leo nikasema ngoja niende sokoni kanunue chakula kile ambacho nakipenda. Maana jana usiku hata ujala. Unajua bado nina wasiwasi sana. Wini. Dawa ya maumivu ya moyo ni kusema kile kinachokusumbua. Usipende kukaa na vitu uliona ambavyo vinakukosesha furaha. Dada, mbona mimi niko sawa tu? Hebu tule bwana, tuachane na mambo mengine. Sawa. Mbona nitazama hivyo? Kuna nini? Unajua dada, leo nimekaa nawaza baada ya wazazi wetu kufariki. Kama usingesimama kidedea mimi kunilea, sijui hata leo ningekuwa. Wewe ulikuwa wajibu wangu kama dada. Pia mimi ni sawa na mama kwako. Na ndio maana nikafanya juu chini kuhakikisha unapata elimu na kile unachokihitaji. Najua dada. Na hamu hii ni lazima nilipe fadhila zote ulizonifanyia. Siwezi kukulipa kwa ubaya. Leo una nini wewe? Najua una maswali mengi sana unayojiuliza ambayo unakosa majibu. Hilo sio muhimu kwa sasa. Rudi nyumbani ukamsaidie mdogo wako. Unamaanisha nini? Kadri unavyozidi kuuliza maswali, ndivyo unachelewa kuokoa maisha ya mdogo wako. Nilishakwambia, ukweli mwingine unaua. Ni bora ukaufumbia macho. Nenda nyumbani ukamsaidie mdogo wako. Wini! Wini, umepata nini mdogo wangu? Wini, unaniacha? Wini, umefanya nini? Usipofunzwa na wazazi, dunia itakufunza. Oh, nalia, nalia, nalia. Labda mimi sina bahati, mimi sina labda mimi sina bahati, mimi sina usipofunzwa na wazazi, dunia itakufunza. Vipi mgonjwa anaendeleaje? Bado hali yake ni mbaya kama unavyomuona. Pole sana. Mwenyezi Mungu atamsaidia
Atakuwa sawa tu. Usilie. Abi, tunaweza tukaongea? Abi, najua una ukaribu sana na Winnie. Sasa kuna kitu naweza nikakuuliza? Unaweza kuniuliza. Unafahamu Profesa? Mia 12. Nifuate. Usitamani viatu vyangu ukivaa utembei. Napiga goti na muomba Mungu umekosea nisamehe. Wenda haya malipo yangu Mungu Baba nisamehe. Mzigo mzito kwangu siwezi bila wewe. Usipofunzwa na wazazi dunia itakufunza. Nalia, nalia, nalia. Labda mimi sina bahati, mimi sina